Uliza wapi andiko hakufa. Unapewa hakufa, bado unasisitiza kafa. Sasa tukuamini wewe ama vitabu? Sasa msomaji, nisaidie habari njema. Biblia inayoitwa habari njema. Nimefika. 13:24 Yohane. 13:24 Yohane. 24 inasema. Inasemaje? Basi Simeon Petro, twende. Akamwashiria na kusema nini? Muulize na aseme. Juu ya nani? Maliza. Mwanafunzi huyo akasongea karibu zaidi na Yesu. Akamuuliza nini? Bwana, ni nani? Yesu akajibu nini? Ni yule nitakayempa kipande cha nini? Cha mkate. Maliza. Niliyochovya. Kwa nini? Katika sahani. Mteremka. Huyo ndiye. Mtakayefanya nini? Huyo ndiye. Mtakayefanya nini? Maliza. Akatua kipande cha mkate. Yesu akatoa kipande cha mkate, akakichovya katika sahani. Maliza. Akampa Yuda mwana wa Simeon Iskarioti. Maliza. Yuda alipokwisha pokea kipande hicho. Kumbe Yuda alipokwisha kupokea kipande hicho, Shetani akafanya nini? Akamuingia. Kumbe kile kipande alipopewa Yuda, Shetani akafanya nini? Akamuingilia. Kabla hajapewa kipande cha mkate, hakuingiliwa na nini? Na Shetani. Swali langu, hichi kipande alichopeana Yesu ndicho kilikuwa na huyo Shetani ama ni huyu Yesu aliyepeana mkate? Muda wangu nafikiria bado dakika ngapi ili mauti ipatikane? Dakika moja. Sasa msomaji, hilo ndio swali langu. Ndacha anataka kuifanya Biblia ikuwe uongo. Sawa msomaji? Amesema kwamba Qur'ani inasema viumbe vyote wanafia wapi? Hapa duniani. Sawa msomaji? Nisaidie 5:24 Mwanzo. Inasemaje? 5:24. Inasemaje? Acha nikamate mwalimu. 5:24 Mwanzo. 5:24 Mwanzo. Inasemaje? 5:24. Inasemaje? Inasema mwalimu. Twende haraka. Inasema Enoko akaenda pamoja na Mungu. Kumbe Enoko akaondolewa pamoja na Mungu, akafanya nini? Naye akatoweka. Maana Mungu alimtua. Kumbe Mungu alimchukua Enoko, akaenda naye. Huyo hakufa. Bimana ameondoka duniani hakufa. Na Yesu na Ndacha amesema kwamba watu wanafilia wapi? Wote ni Wafalme wa Pili 2:11. Wafalme wa Pili 2:11. Wafalme wa Pili 2:11. Wacha nikamate. Twende haraka. Wafalme wa Pili 2:11. 2:11. Twende haraka. Inasema mwalimu. Inasemaje? 2:11 inasema lakini Yehoshafati. Wafalme wa Pili 2:11 msomaji. 2:11 na mwalimu. 11 inasema. Inasemaje? Inasema mwalimu wangu. Inasema wacha nikamate kwa ikawa walipokuwa wakienda wakaendelea mbele na kuongea kama kukatokelezea gari la moto na farasi ya moto. Maliza. Likawatenga wale wawili. Na Elia akapanda mbinguni na nini? Kwa upepo wa kisulisuli. Kumbe Elia ameenda mbinguni na upepo wa nini? Hakufa. Sawa Kumbe kuna walioenda mbinguni akiwa hai. Haja tuambie walifia wapi? Haya, asante sana mwalimu wa Kiislamu kwa sababu ya kuchikakamua kuuliza hilo swali. Sasa umetumia dakika 3 badala ya dakika 2, kumaanisha ya kwamba mwalimu anayekuja kuchipu swali tunamuongezea hiyo. Mwalimu wa Kiislamu hana swali ndani ya mada, kwa sababu ameuliza swali ya kwamba Yesu alichukua kipande cha mkate akampa Yuda, naye Yuda wakati alipokula kile kipande Shetani akamuingia. Sasa mada yetu haikuwa Yuda, mada yetu ilikuwa Yesu kusulubiwa kwake na kufa kwake. Lakini Yesu alikuwa amewaambia atakayenisaliti ndiye nitakayempa kipande. Sasa wakati alimpa kipande hicho Shetani akamuingia, ndio Yuda akamsaliti Yesu. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa maana hiyo andiko uliotoa, si mambo na Shetani. Shetani alimuingia Yuda ili amsaliti Yesu, si kipande ilikuwa na Shetani. Shetani alimuingia Yuda na akawa sasa ametimiza kile ambaye Yesu alikuwa anafundisha. Nyinyi watu wa wapi nyinyi? Hawa watu wa wapi hawa?
hawa, alafu ati ndio walimu wa Kiislamu. Alafu anakuja anasema kulingana na Biblia, Biblia inasema hata si watu wote watakufa. Biblia inasema hata Yesu akija kuna watu watakuwa hai. Lakini anasema mimi nilisema ati ya kwamba lazima kila mtu ave. Sio mimi nilisema, ni ala. Ona mimi ni ala wako. Si usome Qur'ani 7:25, mimi ni ala. Unasema mimi baadaye useme ala. Si mimi ni haya nilisoma kwenye Qur'ani. Sasa kwani mimi ndio ala? Wewe. Soma msomaji. Inasemaje? Akasema Mwenyezi Mungu, mtaishi humo. Mtaishi humo. Alafu na mtafia humo. Mtafia humo. Sasa soma Qur'ani hiyo 3:185. 3:185. Inasemaje? Kila nafsi. Ati nini? Kila nafsi itaonja mauti. Ni mimi nimesema ama ni ala? Ala ndiye anasema kila nafsi itafanyaje? Itaonja mauti. Si unaona? Kwa hivyo ala kumbe ni tofauti na Biblia. Biblia inasema ya kwamba sio kila nafsi itaonja mauti. Ala ndiye anasema kila nafsi itaonja mauti. Alafu nyinyi mnapigana na ala. Mnasema nafsi ya Yesu haikuonja mauti. Sasa nyinyi na ala wapi? Kwa sababu ala anasema kila nafsi lazima ionje mauti. Nyinyi mnasema Yesu hataonja. Kwa hivyo nyinyi hata mnapigana na ala. Hawa si Waislamu hawa. Hawa si Waislamu. Hawa ni watu tu wamekuchukua kofia wakavaa. Sasa mada yetu iko pale. Yesu alikufa ama hakufa? Nimesoma kitabu hapa cha mashehe wa Kiislamu ambaye kinaitwa Mfalme Muislamu. Soma ukurasa wa 23. Usikie. Inasemaje? Jamaa wa mtume inakubali Nabii Isa. Inakubali ya kwamba Nabii Isa kafanyaje? Kafa. Ni mimi nasema ama ni mashehe? Mashehe wanasema Yesu kafanyaje? Kafa. Alafu yeye akakuja na kitabu anasema ati ni Injili ya Barnaba. Ati ni Injili ya Barnaba. Akasema ati Yuda ndiye alisulubiwa katikati ya watu wawili. Hebu chukua hiyo kitabu uniambie ni Injili ya Barnaba ama ni kitabu ya shehe? Inasema ni nani ameandika? Imamu msikiti wa Kipata Dar es Salaam. Kumbe ni imamu wa wapi? Wa msikiti. Na yeye anasema ati ni Injili ya nani? Ya Baraba. Injili ya Baraba ni imamu. Baraba ni imamu. Kitabu cha imamu nakuja kutuambia ni Injili ya Barnaba. Hawa watu nawaambia, hawa watu wanaunga maneno. Hawana ukweli ndani yao. Msomaji? Mwalimu. Qur'ani 3:55. Niko pale. Mbona mnapigana na ala? Nimewaambia leo, ninasilimu leo. Toeni andiko Yesu hakufa. Twende msikiti na nyinyi leo. Hakuna. Kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema. Kumbukeni Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema. Wewe Isa. Mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi. Maliza. Na nitakuleta kwangu. Kwa hivyo kitu kabaya kinaanza ni kutimiziwa nini? Muda wa kuishi. Alafu kunyanyuliwa kwa Allah. Sasa tunauliza huyo Allah ulimnyanyua? Na kama ulimnyanyua ulisema lazima umtimizie muda. Alafu ndio umnyanyue. Soma 58 hapo. 58. Ina 158. Ndio. Qur'ani ina 158. Ina 158. Inasema hivi. Inasemaje? Bali Mwenyezi Mungu alifanyaje? Alimnyanyua kwake. Kwa hivyo saa hivi tunaongea, Mwenyezi Mungu alifanyaje? Alimnyanyua kwake. Na alisema ili amnyanyue, anafanyaje? Anamtimizia muda wa kuishi. Alafu afanyaje? Amnyanyue. Anaanza na nini? Kumtimizia muda wa kuishi. Alafu amnyanyue. Na tayari amefanyaje? Amemnyanyua. Na alisema lazima amtimizie muda ndio afanyaje? Amnyanyue. Sasa kutimiziwa muda ndio nini? Qur'ani 10:11 maliza. Inasemaje? 10:11. Ndio. Qur'ani inasemaje? Kama Mwenyezi Mungu angaliwapa watu upesi shari. Ndio. Wanayojihimiza iwafike. Twende. Basi. Wangalitimiziwa muda wao. Mara moja. Wakafanyaje? Wakajifilia mbali. Kwa hivyo kutimiziwa muda ni kufanyaje? Kufa. Kutimiziwa muda ni kufanyaje? Kufa. Na Allah anasema atamtimizia Yesu nini? Muda wa kuishi. Alafu afanyaje? Amnyanyue. Anamtimizia muda kwanza. Kwa hivyo Allah anamuua Yesu. Alafu anafanyaje? Anamnyanyua. Kwa hivyo Yesu anakufa, alafu anafufuka, anaenda wapi? Kwa mbinguni. Alafu hawa wanakuja na kanzu kutufuruga akili hapa. Kuna kitu hapa. Hawa tunavaa tuwabatize haraka iwezekanavyo, maana hawa bure tu ni jikoni na wagoja. Hakuna kitu kingine. Msomaji? Mwalimu. 9:10. 9:10 Warumi.
Warumi 9:10. Soma. Inasema. Inasemaje? 9:10 Warumi. Twende. Inasema hivi. Wala si hivyo tu. 10:9. Inasema hivi. Inasemaje? Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Ya kuwa ni Bwana. Alafu na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu ndio alimfufua katika wafu, utafanyaje? Utaokoka. Kwa hivyo kitu ya kwanza unatamka Yesu ni nani? Ni Bwana. Alafu ya pili unaamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alifanyaje? Alimfufua katika wafu. Utafanyaje? Utaokoka. Kwa hivyo ili Waislamu waokoke paka waamini Yesu ni Bwana na wakubali kwa moyo Mungu alifanyaje? Alimtimizia, alimfufua katika wafu. Wakikosa kukubali hivyo hawatafanyaje? Hawataokoka. Finali.